بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الحكيم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إلى آخر الآية. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة متموت محمد صلى الله عليه وسلم. نيوصي نفسي yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu waislamu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu: wailul likulli humazatil lumaza alladhi jamaa malan wa addada. Shari na maangamivu ni kwa yule ambaye atawakejeli watu kwa kauli na yule ambaye atawakejeli watu kwa vitendo. Alladhi jamaa malan wa addada, ambaye hamu yake kubwa na hamasa yake kubwa ni kuzikusanya mali na kuzihesabu. Al-Allama Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akata kisherehesha na kuitafsiri aya hii akasema: hadhihi aidan min awsafihi qabiha, hizi pia ni miongoni mwa sifa zake mbaya bakhili. Jama'un, ni mwingi wa kukusanya mali. Manna'un, ni mwingi wa kuzuia kuzitoa mali. Yajma'ul mala wa yamna'ul 'ata, anazikusanya mali na anazuia kuzitoa mali hizo. Fahuwa bakhilun la yu'ti, basi mtu huyo ni bakhili, hatoi mali zake. Yajma'ul mala wa yu'addidu, anakusanya mali na kuzihesabu. Yani li shaghfihi bil mali, kwa maana ya kwamba kwa kumpenda sana kwake mali. Kulla marratin yadhhabu ila sunduq wa ya'ud, kila muda na kila mara anaenda katika sehemu yake kuhifadhia pesa na anazihesabu zile pesa zake na mali zake. Ya'uddu ad-darahima fi as-sunduq fi as-sabah wa fi akhir an-nahar ya'udduha, anazihesabu pesa zake asubuhi lakini pia na jioni anazihesabu mali zake. Wa huwa ya'rifu annahu lam ya'khudh minhu shay'a, na hali ya kuwa yeye anafahamu kwamba katika mali hiyo hatachukua kitu chochote. Lakini kwa sababu miongoni mwa sifa za bakhili ni kupenda kukusanya mali lakini pia pasi na kupenda kutoa, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatoa makeneo makali akasema: yahsabu anna malahu akhlada, hivi anadhani huyo bakhili kwamba mali zake zitambakisha milele katika ulimwengu wa dunia. Yahsabu anna malahu akhlada, anadhani huyo bakhili atabakia katika ulimwengu huu wa dunia milele. Kalla, sivyo hivyo. Kwa hiyo mtu bakhili ambaye anafanyia ubakhili mali zake afahamu ya kwamba hatobakia milele, na hizo mali akizitafuta kwa taabu na shida
lakini baada ya hapo tutakuja kuzimaliza ndani ya muda mfupi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika sura Ali Imran, wala yahsabanna alladhina bakhaluna bima ataahumullah, na wale wasidhani wale ambao wanafanya ubakhili kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, min fadlihi, katika fadhila zake, huwa khairul lahum, kwamba jambo hilo ni bora na ni kheri kwa wao. Kufanya ubakhili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, kwamba jambo hilo ni bora, bal huwa sharrul lahum, bal jambo hilo ni shari kwa wao. Sayutawifuna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama, watafungwa pingu kwa yale ambayo wamefanya ubakhili kwa siku ya kiyama. Kwa hiyo wewe ukiona unafanya ubakhili eza kwa ilmu ambayo unayo, Allah amekujalia ilmu, ukawa wewe unafanya ubakhili kuitoa elimu hiyo, basi ujue unaingia katika aya hii. Lakini pia Allah kama amekujalia mali, basi ufahamu wewe unaingia katika aya hii, unafanya ubakhili kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Al-Allama Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala akata kisherehesha aya hii akasema, wa fihi isharatun, na ndani aya hii kuna ishara ila anna hadha al-bukhla fi ghairi mawdhi'ihi, kwamba ubakhili ambao watu wanaufanya hauko mahala pake. Kwa sababu gani? Biannahum bakhilu bi shay'in laysa min kasabihim, kwa sababu wao wanafanya ubakhili mambo ambayo sio katika chumo lao, sio katika juhudi zao. Wa hadha min alhamqi, na huni katika uwehu na ujinga uliopitiliza. Kufanya ubakhili mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, amekupa neema, amekupa mali, wewe unafanya ubakhili, hautaki kuwasaidia ndugu zako, hautaki kutoa katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala, basi ufahamu huo ni katika ujinga na huo ubakhili hauko mahala pake. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akati fi tafsiri aya hii akasema, wala yahsabanna al-bakhilu anna jam'ahu al-mala yanfa'u, na wala sidhani bakhili kwamba kukusanya kwake mali kutamnufaisha yeye, bal huwa madarratun fi dinihi wa rubbama kana fi dunyahi, bali jambo hilo ni madhara kwa yeye katika dini yake, lakini pia muda mwingine hayo madhara yanaweza kaingia katika dunia kutokana na wewe kuzuia mali na jambo ambalo Allah amekupa wewe kwa unalizuia. Basi ufahamu jambo hilo lina madhara katika dini yako, lakini pia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuja kuulizwa kuhusiana na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ayuha almuslimun, enyi waja Allah subhanahu wa ta'ala, imepokewa hadithi katika sahihi Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Shakhir radiyallahu anhu anasema, ataitu nabii sallallahu alayhi wasallam huwa yaqra alhaakumut takathur, ilimwendea mimi mtume sallallahu alayhi wasallam na hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma sura alhaakumut takathur, kumekushughulisheni nyinyi kujifakharisha na wingi wa mali, watu kumwashughulisha kutafuta mali, hatta zurtumul maqabir tahamati, mpaka anafika makaburini. Kwa mtu anatafuta mali mpaka anafariki baada anatafuta mali, hajazitumia na wala hajazitoa katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa halaka ya ibn adam min mali, hivi wewe mwanadamu una mali, illa ma akalta fa afnait, isipokuwa ile ambayo umekula mali hiyo ikaisha, au labista fa ablaita, au umevaa ikachakaa. Kwa maana ukanunua nguo mali yako, kachukua pesa ukanunua nguo, hiyo nguo kaivaa ikachakaa, au tasaddaqta fa ambaita, au mali hiyo katoa sadaka ikakunufaisha wewe, hauna mali zaidi ya hapo. Kwa mali yako ambayo unaitafuta siku zote katika dunia, ufahamu kwamba inazunguka katika maeneo haya matatu. Jambo la kwanza, aidha hiyo mali utaila mwenyewe ikaisha, kama unanunua chakula ukala kikaisha, au utanunua nguo utavaa hiyo nguo itachakaa, lakini pia au utatoa sadaka au utatanguliza mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika kipengele hiki waislamu wengi tumekuwa wagumu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, shaytani anawaahidi ninyi ufakiri na anaamrisheni fahsha, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Wanachuoni mbalimbali wa tafsiri wakisherehesha aya hii, nikianza na al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala anasema, iyyakum an tattabi'u aduwwakum ash-shaytan. Maneno ya al-Imam Sa'di anasema, iyyakum an tattabi'u aduwwakum ash-shaytan,
tahadharini nyinyi kumfuata adui yenu shaytani alladhi ya'murukum bil imsak, yule ambaye anawaamrisheni nyinyi kuzuia vitu msivitoe, wa yukhawifukum bil faqri wal haja idha anfaqtum, lakini pia anawatisheni na kuwaogopesheni ufakiri na kuhitajia kile ambacho mnachokitoa. Kwa muda ambao unapata hamasa ya kutoa, shetani anakujia muda huo, anakuahidi ufakiri, anakuletea matatizo, anakuletea majanga mbalimbali, hujatekeleza majanga hayo, anakuahidi ufakiri. Kwa hiyo pale kama roho yako haitatulizana, Allah subhanahu wa ta'ala atakupata ufiki, unazuia ile mali yako kuitoa, kisha baada hapo sema nitatoa kesho, hata abutumul maqabir. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala akati akisherehesha aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ya'murukum bil fahsha, akasema ai bil bukhli, kwa maana hapa fahsha ile kusudiwa hapa ni ubakhili, kwa maana shaytani anatuahidi sisi ufakiri, lakini pia anatuamrisha tufanye ubakhili. Kwa hiyo kutoka kutoa pale, shaytani anakuja pale anakuamrisha fanye ubakhili. Ufanye ubakhili, usitoe ile mali, baki nayo, uendelee nayo, kukaa nayo, ili nini? Hata adhurtumul maqabir, mpaka uje kufariki hali yako ile mali haujaitoa, ili uje kupata dhima mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia al-Allama al-Uthaymeen katika kumalizia aya hii akasema wallahu ya'idukum maghfira, akasema ay lidhunubikum in tasaddaqtum, Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe madhambi yenu ikiwa mtatoa. Kwa miongoni mwa kusamehewa madhambi yetu tuliyoyafanya mbele za Allah ni sisi kutoa sadaka, ni kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wa fadla, al-Imam al-Uthaymeen akasema ziada fadla, kwa maana Allah atakuzidishia sisi. Mtu ukitoa atakuzidishia Allah, atakusamehe madhambi yako. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma naqsad sadaqatun min mali, haipunguzi sadaka chochote katika mali, kitu chochote katika mali. Ukitoa ile sadaka haipunguzi kitu chochote katika mali, lakini kwa sababu yule shetani anatuahidi sisi ufakiri, ndio tunapata uzito pale tunapotaka kuzitoa mali zetu. Shetani anakuja na kutia uzito katika sehemu hiyo. Kwa ibada Allah, tuzindukeni sehemu hii, tupambane na shetani, kwa sababu shetani kwa mwanadamu ni adui ambaye ni mkubwa zaidi. Jitahidi kupambana na jambo hili la ubakhili. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ambayo ni sahihi, muttafaqun alayhi, akasema ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi, hakuna siku yoyote ambayo siku hiyo waja watapambaukiwa, kwa maana watafikiwa asubuhi na siku hiyo, illa malakani yanzilani, isipokuwa malaika wawili wanashuka. Fayaqulu ahaduhuma, anasema mmoja wao katika malaika wawili ambao wanashuka, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah mpe yule ambaye anayetoa badali, mpe badali. Kwa maana malaika wanaomba dua kila siku asubuhi, wanaomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mpe mja wako ambaye atatoa, basi mja huyo mpe badala ya kile ambacho amekitoa. Lakini pia mwingine anasema Allah mpe mumsikan, yule ambaye anayezuia mali zake talafan, maangamivu. Kwa fahamu ya kwamba ukiwa wewe kaida yako ni kuzuia mali, ujue kwamba malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanakuombea wewe upate maangamivu. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir 'anna sayyi'atina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.